Shalom mtu wa Mungu, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Mahali popote ambapo uko, natumai uko mzima katika Kristo. Ninamshukuru Kristo kwa sababu ya umbali ambao amenitoa kwa uhai na uzima pia. Nikiona kitu chenye ni lazima nijibu, nitajibu. Siogopi kwa sababu ninatembea na Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu hufunulia watu mambo mengi. Anaweza funulia huyu afundishe wengine na watu wakakuja wakamuinukia, unaona? Sasa wengi wanaona Cynthia huyu amekuja na majibu tofauti, huyu ako right. No, kwanza watu ambao mnasema mnachanganyikiwa kwa sababu huyu anasema hiki, ule anasema kile, mwingine anasema kile, mko wrong na hamna Roho Mtakatifu. Maana mtu tu mwenye ako na Roho Mtakatifu hawezi sema nimechanganyikiwa. No, there is no day utapata mtu mwenye ako tu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yake atasema anachanganyikiwa. Maana kuna karama ya kupambanua roho. Ujue roho gani ambayo ni ya Kristo na roho gani ni ya mpinga Kristo, yani ya shetani. Yes, lazima uwe na hiyo karama. Atakupa hekima, atakupa ufahamu, atakupa maarifa. Huyu Roho Mtakatifu tu akiwa ndani yako utajua na utajiamini, si eti kuongea vitu ukidoubt. Hapana, utakuja kujiamini chenye naongea kweli kimetoka kwa Roho Mtakatifu. Nataka kujibu mtumishi Aston. Niliona anafundisha kuwa pizza eti si dhambi kukula, lakini kuna kitu hapa ambacho nataka kuexplain, kufafanua kiundani zaidi kuhusu pizza. Pizza necessarily haitengenezwi na nyama ya nguruwe, but kuna toppings, hizo vitu ambazo wanaweka juu kama pepperino, sausage na bacon, inaweza kuwa imetengenezwa na nyama ya nguruwe. So kama Wakristo ambao sisi tumeamini sana kuwa nguruwe ni mchafu, nguruwe haistahili tule, ukitumia pizza ambayo iko na vitu ambavyo viko na nyama ya nguruwe, unaona, utakuwa umeenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, hiyo nimemaliza. Kwa sababu tuliwasomea, mimi hata sitaki kusoma Biblia sahi. Tuliwasomea vifungu, tukafafanua kiundani, watu walikataa kutuelewa. Walisema wametakasa vyote tule vyote. Basi pasipo na wao kusoma hiyo verse vizuri mpaka na kusoma the next kifungu na kusoma sura yote waelewe yani inamaanisha nini. Hata vile Petro alipata maono, akaletewa kikapu kimejaa, Mungu akasema amevitakaza vyote vyafaa kukula. Ilikuwa fumbo. Walikuwa wanarifaa kwa watu. Mungu alikuwa anarifaa kwa watu. Yani hivyo viumbe viliwakilisha wanadamu, sio vyakula haswa. Watu wakiambiwa hivyo hawataki kujua. So nyama ya nguruwe, kama wewe umekataa utakula, wewe na Mungu wako mnajuana. Kama kuna mwingine amekataa hata kula kwa sababu amesikia sauti ya Mungu pia, ni vyema. So wewe fanya chenye utafanya, lakini ni vizuri kutii Roho Mtakatifu. Haya, kitu kingine ni lotions. Na nikawaambia tu mostly, hata si mimi nilihubiri peke yangu. Kuna mtumishi Veronica aliwahubiria, huyo mwenye mnapiga tu vita huyo. Haya, alihubiri kuhusu lotions. Tukasema na hata mimi nikahubiri na nikatafuta kiundani sana. Yeye aliguzia tu I think. Mimi nikatafuta kiundani sana, nilitaka kujua mambo ya lotion. Nikagundua kuwa lotions mingi ziko na majina ya miungu ya kigeni, miungu mike na miungu mime. So most of these lotions zinatoka katika ufalme wa baharini. Nika-explain hapa, tuka-explain, nikasema kuna vitu vibaya ambavyo vinawekwa kwa hizo lotions. Ni mlango ambao unafanya mapepo yanakuingililia. Kama unapata mke ama mume wa ndotoni ama wa rohoni, hizi lotions, hizi perfume, kuna mafuta ambayo yanaleta hizo vitu. Maana yanatoka katika ufalme wa baharini. Zinatengenezwa huko baharini. So tukasema sisi kama Wakristo tusifuate kanuni. Yani tusifuate mambo ya dunia hii. Yes, vitu vingine vya dunia wacheni vitupite wapendwa. Na ukipaka tu mafuta simple yenye hayana perfume, yenye hayana majina ya miungu, nini itakuwa? Wewe utakufa. You will not die. So kama ulisikia, sikia. Na kama utataka kufanya kazi, fanyia kazi. Kama utagairi pia, shauri yako. Maana shetani angali amepofusha akili za watu. Hataki watu wafunguke. Hiyo ndio nimegundua. Shetani hataki watu wafunguke na wajue kweli. Maana wakijua hii kweli itawaeka huru. Neno linasema fahamuni kweli, nayo hii kweli itawaeka huru. So watu hawataki kufahamu. Watu still wanapinga lotions yafaa tu watumie, pizza yafaa tu watumie. Na hizi pizza
kuna zenye zimewekwa some sio zote. Kuna some ambazo ziko na toppings kama pepperino, sausage and bacon, vile nilivyokuwa na nimesema, na hizi vitu zimetengenezwa na nyama ya nguruwe. Haya, nini ya mwisho, nimesikia Stone akihubiri kuhusu maji ya chupa, mayai na maziwa, na hiyo nataka kumuunga mkono. Kwa sababu mimi tangia nianze kunywa maji ya chupa, huwa nanunua tu naombea na kunywa. Ni vizuri uombee ukunywe. Sina shida na maji ya chupa, lakini pia kwa maji ya chupa tuwe makini, maana brand zingine zimeingia maagano sana. Zimeingia maagano na shetani. Sasa unapata maji yao haya wanaletea watu, lakini sio maji safe kwa mtu Mkristo. Si eti tunawakataza kunywa maji ya chupa. Kama Mungu amekwambia kunywa maji ya chupa yote, haina shida, bora utakase, wewe kunywa tumia. Lakini kuna wengine anaweza wapea maelekezo, ama anaweza kuambia maji fulani iko hivi na hivi, wewe mwenyewe ujiamulie, unaona. Lakini maji ya chupa mimi huwa natumia, na mostly mineral huwa natumia tangu nikuwe katika hii hali yangu ya sahi. Maji yangu yote ni ya mineral, huwa nanunua maji ya chupa. Maji ya chupa yenyewe hiyo ndio natumia. So kwa maji ya chupa mimi huwa natumia tu. Yes. Mayai na maziwa huwa natumia tu. Mimi huwa navitumia tu. Bora ununue hizi vitu, uombe then utumie. Yes. Lakini watu wasiconclude eti nini. Mtu akikuja na ujumbe, hebu kuwa mwepesi wa just do like this. Mtu akikuja na ujumbe, kaa chini, ufikirie kwanza. Omba hata siku 3, 4, 5. Mungu akujibu. Huyu mtu anatry kutuambia nini? Si tu kukurupuka. Hujauliza hata swali ukaelezwa kiundani zaidi sema hapana, wewe ni wa uongo, hapana. Roho Mtakatifu afanye hivyo kazi. Anaweza tuma mtu mmoja kwenu, huyu mtu awaambie iko hivi na hivi, na mkampuuza, mkawa mmemkosea sana Roho Mtakatifu, mmekataa ujumbe wake. Neno linasema katika Hosea, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na kuwa watu pia wakiletewa haya maarifa hawataki, Mungu atawakatilia mbali. Mkikataa mawaidha, mkikataa maarifa, mkikataa ufahamu ambao Roho Mtakatifu anawaletea, naye atawakatilia mbali, atawaacha tu mwangamizwe na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi anajiita, sijui ni Justin Bieber, Prophet Justin, wewe nawe, mimi ningependa tu kukuambia vitu za kujifanya you know everything. Maandhe punguza. Kuna watu ambao Roho Mtakatifu anawaongelesha. So mtu akikuja kufundisha wenzake kuwa mimi Roho Mtakatifu ameniambia hiki na hiki, badala ya kukaa chini pia muombe, muone kama kweli hiki kitu kimetoka kwa Roho Mtakatifu. Na kama utaki kufuatilia, wacha wenye wataguzwa wafuatilie. Wacha ambao Roho Mtakatifu atawaongelesha wakisikiza hiki kitu, waguzwe na wafanye hivyo hivyo. Si kukataza kila mtu eti mara huyu ni mwongo, mara yule ni mwongo. Unataka ubaki peke yako ukifundisha, yaani kila mtu unampoint kidole, huyu ni mbaya, yule ni mbaya, yule ni mbaya. No, haifai kuwe hivyo. Unaona? Haifai kuwe hivyo. Mungu atakuja kukupunish. As long as unadhani unafanya kitu ambacho ni right, Mungu atakuja kukupunish. Maana pengine ametuma mtu akuja waambie kitu fulani, alafu wewe ukakatiza kabisa. Watu wakaanza tu kubelieve ni wewe peke yako unajua nini, ukaja ukapoteza watu wengi. So acha kujifanya eti kila kitu unajua. Huwa nakufuatilia but pride comes before fall. Kuna watu ambao Mungu anatumia kweli. So pia respect kazi ya watumishi wengine. Hicho ndio ningependa tu kukuambia. Yes, kama mtu wa Mungu, kama mwana wa Mungu. So kama kuna swali ambalo mtu atataka kuuliza, you are free. Uko huru kuuliza. Yes, huyo Roho Mtakatifu mwenye anatufunulia ya mambo, mwenye anatufundisha, ndiye atakaye kuja. Ndiye kupitia kwangu ama kwa mtu mwingine atakupea jibu sahihi. Shalom.